Bwana unastahili, wewe unastahili mchana wa leo Bwana. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Rabashita yana maseke, nani kama wewe mfalme wetu? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe mfalme? Nani kama wewe Mungu? Wewe ni Mungu asubuhi ya leo, hakuna kama wewe. You are God by yourself. You are God by yourself, oh Lord. You are God by yourself. You are God by yourself. Hakuna kama wewe Bwana, wastahili utukufu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ndiye Mungu wa miungu yote. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba mwema tu. Tunakupenda. Tunakupenda Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu, nasema kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, utukufu, utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe, kweli wewe, mchana wa leo Bwana, mchana wa leo wewe ni Mungu wetu Baba. Mamia umeketi juu sana
Koshita yaradia sebreke dada la kosha taya. Rene kosha taya. Rene anakoshita taya. Kama unaweza omba katika roho, kama unaweza omba tu katika roho, kama unaweza ruhusu moyo wako ugue tu mbele za Bwana mchana wa leo. Anasema kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi utakiri yeye ni Bwana. Basi mimi ni nani mbele za Mungu? Basi mimi ni nini basi? Sehemu yangu ni nimuheshimu katika kumusifu. Na hivyo tu kama umesimama, unaweza kuabudu tu kwa kumwinulia mikono yako. Umwambie ni wewe. Hatuna cha kujisifia, hatuna cha kujikambia, hatuna cha kujivunia.
heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Hey, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Bwana Yesu tunakupa heshima na sifa zote ni zako. Bwana Yesu tunakupa heshima na sifa zote. Inua mikono yako juu, usichoke kuwa uweponi mwa Bwana. Alafu tandikia Bwana Yesu mikono yako ikiwa juu huko. Mwambie tu kwa kinywa chako, asante kwa kunitembelea leo. Mtukuze tu kwa maneno yako mwenyewe. Yeye ni Mungu anaweza, yeye ni Mungu ahuishaye mioyo ya watu na kuponya. Yeye ni Bwana peke yake, hakuna kama yeye. Piga hiyo mikono yako ikiwa juu, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu, because we are serving God, the greatest God, the King, the great I am, the mighty man of valor. He is the glorious Lord. Hey, Jesus. Na ni katika jina la Yesu tumeabudu. Unaweza sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen nzuri. Amen. Kwa kinywa chako sema kwa nguvu amen. Amen. That is a sila. Hallelujah. Basi tembelea watu kadha wa kadha. Hakikisha umetembelea kama 5 hivi. Salimia mtu na tabasamu tu zuri. Salimia mtu na tabasamu zuri kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wako tayari kumsifu Bwana? Amen. Amen. Tupige makofi. So check check. Tumetembea na wewe toka mwanzo.
Oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Piga makofi.
Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Basi pigia makofi Bwana Yesu na shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Weka tabasamu wewe. Tabasamu ndo yenyewe. Amen, amen. Amen. Alafu salimia huyo jirani yako tu. Huyo mpya, huyo kama ni mpya mpatie high five. Salimia tu jirani yako alafu uketi. Salimia jirani. Salimia jirani uketi. Salimia jirani uketi. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa wema wake. Bwana asifiwe. Si upendo wake umetuzunguka huku na huku kama mawimbi, upendo wa Yesu wanizunguka. Amen. And that is our testimony ya kwamba upendo wake Mungu umetuzunguka huku na kule. Bwana asifiwe. Basi nawakaribisha, nachukua nafasi hii kuwakaribisha tena nyote hata wale ambao wanatutazama kupitia mtandao. Karibuni sana katika ibada. Bwana asifiwe. Tuko hapa mahali panajulikana kama House of Praise. Tuko Bombo, tuko kwa ministry ya Soul Harvest. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusikie tuko nyumbani kwa baba yetu sote. Bwana asifiwe. Na tunashukuru Mungu maana huduma hino katika mahali hapa tunaongozwa na askofu wetu ambaye anajulikana kama Bishop Gilbert Rua. Ndilo jina lake la kihuduma na jina lake lenyewe liko hapo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo msikie mmebarikiwa mnaojiunga nasi katika mtandao. Karibuni sana kwa jina la Yesu. Haya. Basi anayesimama hapa mbele yenu kuwaleteeni matangazo anajulikana kama Mrs. Gaga. Bwana asifiwe. Nikisema Gaga ni mume wangu. Bwana asifiwe. Lakini mimi naitwa Emily. Babangu anaitwa Boma. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hayo yote unaweza niita nayo. Bwana asifiwe. Na nitakuitikia tu vizuri. Haleluya. Basi kwa matangazo yetu tutaenda tu moja kwa moja maana hatuna any presentation. Kwa hivyo tunatangaziwa kwa tangazo letu la kwanza ni juu ya ibada za katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie huyo mwenzako amen. Mwambie ibada za katikati ya wiki. Mbona sina changamoto? Bwana asifiwe. Watu wa Beula tunawakosa katika ibada zetu. Taarifa ifike huko kupitia kiongozi wenu, mpenzi wenu Mama Abi. Akitokea anatokea peke yake. Kwa hivyo watu wa Beula, ushirika wa Beula, tujikaze huko. Bwana asifiwe. Amen. Imekuwa ni changamoto. Naona kiongozi wa sehemu zile za kule Rehoboth ananitazama vizuri, lakini hata wao hatuwapati hata mmoja wao. Jitahidini. Bwana asifiwe. Bwana alikwe. Tusiwe tutokea kule kwa shirika za nyumbani lakini shirika ya kanisani hatuji. Si sawa, si ndio? Si sawa, si ndio? Tusiwe na ubingwa kule nyumbani, tuwe nao pia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alikwe. Na Hefsiba tunakuja wawili tu watatu hivi. Wawili watatu. Hefsiba tujikaze sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ibada yetu kama kawaida ya katikati ya wiki huwa tunaanza Tuesday. Jumatatu huwa ni siku ambayo huwa tunapumzika unless there is anything ambayo ita arise. Lakini huwa ni siku ambayo huwa tunapumzika baada ya Jumapili.
So Jumanne huwa tuko hapa kuanzia saa 11. Haya, saa 11:30 jamani. Haya, saa 12 saa 11 na saa 12 tuko hapa, ndo mnenaji waanza. Kwa hivyo huna sababu. Huna sababu. Maana saa 12 ndo tumesimamisha mtumishi hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujitahidi. Alafu tuna ushirika zetu za nyumbani, lakini this time naona hapa hazitakuwa shirika za nyumbani. Tuna ufariji ambao tutakuwa tunaenda kwa shirika zetu zote za nyumbani. Na mimi ni kwa Mama Charo. Ndio. Tutakuwa tunaenda kwa Mama Charo. Si tunajua alipatwa na hali ngumu. Alafu jana ndo akawa anazika mpendwa wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Jumatano tafadhali, kama ile Jumapili mwanzo haukwenda, hii Jumatano ni nzuri uende. Bwana asifiwe. Tujitokeeni kule, wa mama ni mama mwenzetu, tukaweze kumfariji, tukawe tena na ibada mahali pale, na itakuwa ni vizuri sana. Haleluya. Amen. Na kwa Mama Charo usiwe na sababu, ni hapa hivi. Kuna mahali tulienda tukafanya crusade kwa kina Mama Clinton hapo. Hapo tu, hapa ni upande wa Mama B. Hapa tu si mbali. Yaani ukifika kwa Mama Clinton, wasonga mbele ni kwa Mama B. Hapo ndipo tayari kwa Mama Charo, manake nyumba yake tu iko hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata hakupotezi. Kama utashuka stage kule, na pengine kama ni bodaboda sawa, utamwambia tu nipeleke kule ambako kulizikwa kijana Jumamosi, atakuleta. Kama unatembea tu unashika hiyo barabara kana kwamba uenda kwa pasta, lakini haushuki kale kalima, unaweza shuka alafu ukakona, manake huendi kule kwa pasta, ukakona ukazunguka hiyo barabara tu paka hapo mbele utakuwa umefika kwa Mama Clinton. Alafu waingia ndani hivi, hapo kwa Mama Charo utakuwa umefika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tafadhali tufikeni kwa wingi kule. Tufikeni kwa wingi tafadhali. Tusiwe wawili watatu. Tufikeni kwa wingi. Sawa sawa. Maana wingi wetu hatukufika kwa mazishi wengi. Sawa. Wengi hatukufika kwa mazishi. Kwa hivyo tuendeni tukamfariji yule mama. Ajisikia ana watu. Sawa sawa. Tufikeni kule tujitahidi. Hallelujah. Alafu Alhamisi tutakuwa tunarudi tena church kwa ajili ya Bible Focus, ibada ambayo tu ni ibada tu kamili kama hivi, na sifa, ina ushuhuda, ina neno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia tutakuwa tunaanza hapa saa 11:30 mpaka saa 12:30 tutakuwa tumemaliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi Jumaa ijayo tunatangaziwa kesha. Kesha yetu ile moja tu, ile moja ya mwezi. Yaani sisi hapa tuakesha mara moja kwa mwezi. Bwana asifiwe. Tujitahidi kufika kwa kesha. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Amos na kikundi chako, tafadhali mpange vizuri huko. Tujitoe vizuri. Tunahitaji kuomba kwa ajili ya kanisa na kwa ajili yetu sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Mambo ni mengi yanaendelea. Bwana asifiwe. Na hatuyawezi sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Tunayapitia katika jamii zetu, tunapitia katika serikali yetu. Bwana asifiwe. Kuna vitu vinaongewa vya uchochezi wa kivita. Na ni sisi wa Kristo ambao tunapaswa tukusanyike, tunyamazishe hizo sauti. Bwana asifiwe. Na tuzinyamazisha hizo sauti kwa maombi. Useme hii si ni Kenya ni kubwa. Hapana, Kenya ni wewe. Kukitokea vita, hata kama vita fika bombo, lakini pengine usikie kuna mkasa huko mbaya ambao umetokea, unakuhusu, maana wewe ni Mkenya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukutane Ijumaa hii inayokuja. Tujitahidi kabisa. Iwe basi ndo Ijumaa yako ya kwanza ya kuja kesha. Tuje tumuombe Mungu. Bwana asifiwe. Nafikiri nimeeleweka paka hapo. Amen. Basi tangazo letu lingine la tatu hili, tunatangaziwa anniversary, 18th anniversary.
18th anniversary ambayo itakuwa tarehe 9 mwezi ujao, mwezi wa 8. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tu iko hapa mbele tu. Maana yake leo ni 19th of July. Aya, 9th of August ndo hiyo. Kwa hivyo tujitayarishe kiroho, kimwili, kimali. Bwana asifiwe. Tunapaswa tujitayarishe hivyo kivyote hivyo. Haleluya. Aha, alafu pia tangazo letu lingine tunatangaziwa juu ya spiritual clinic. Spiritual clinic ambayo itafanyika tarehe 8. Yaani hiyo itakuwa tarehe 8, naamini itakuwa hapa. Jumamosi tutakuwa hapa. Tufundishwe. Itakuwa ni spiritual clinic. Alafu Jumapili tutakuwa na sherehe yetu ya anniversary. Sawa sawa? Tumeelewana Ehe. Basi nikiendelea nitachukua break kidogo nimuite Ann Maku. Ann Maku atatuletea tangazo fulani hapa. Tumetaka alitangaze mwenyewe. Maana yeye ndio kiongozi wa huku. Bwana alikwe. Mkwazima. Naitwa Anna Maku, nimeokoka na mpenda Yesu. Kama venye mwajua mimi ni kiongozi wa Praise and Worship nasaidiana na Clinton. So hapa kuna tangazo la kuhusiana Praise and Worship. Bwana asifiwe. So ikiwa uko hapo umekaa na wewe uko na mwito, uko na hiyo huduma ndani yako, si lazima uko unajua una sauti nzuri. Bwana asifiwe. Muhimu first step ni kuwa na hiyo mzigo, uko na huo mwito, uko na hiyo kiu ya kupenda kuhudumu hapa. Tunakukaribisha. Kuna hiyo opening ya waimbi, hata wachezaji vyombo. Kama unataka kuhudumu kwa sekta ya Praise and Worship, Bwana asifiwe. Maana najua kuna wengi hapa wamama wanajua kuimba, wako na vipawa, wamevikalia. Bwana asifiwe. Wengine ni wazee, usiseme basi mimi basi hata na watoto 5 siwezi imba. Bwana asifiwe. Tutakuwa accommodate. Kama ni issue ya zoezi, we will find a way to accommodate everyone so that you serve kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ni mzee, wewe ni kijana, wewe ni mtoto, teens, wa mama. Mama, Bwana asifiwe. Kuna mama kadhaa na wajua wako na kipawa. So unaweza niona baadaye. Bwana asifiwe. Unione mimi ama muone Miss Gaga. Kama uwezi kuna Clinton, kada sisi watatu. Alafu baada ya hapo tutaona venye tutasaidiana. Bwana asifiwe. Na kama mama uko na mtoto, kuna mama moja alini approach na mtoto wake. Samahani nilikuwa na mambo mengi, but imekuwa nikikuwa na huo mzigo. Kama una mtoto ana hicho kipawa anapenda kuimba, mnaweza niona pia. Kwa sababu inaweza kuwa leo niko lakini kesho siko. Bwana asifiwe. Lazima tukuze hao wenye wanakuja, si ndio? Kama kwa kupiga vyombo Clinton yuko atawafundisha. Bwana asifiwe. So hiyo nafasi iko kwa sahihi. Sawa? Tumeelewana mpaka hapo? Vijana tumeelewana? Na teens. Langu ni hayo, mbarikiwe. Amen. Ampigieni makofi mazuri basi. Amen. Kuna ile Praise and Worship iliimba kwa wazee. Nyinyi ni mnavyo vipao wengine. Hii familia ya Mzee Amos wale wote wawili wananiangalia, kipawa wote wako navyo. Kwa hivyo tuwahitaji upande, tunataka wazee na wamama wajiunge. Bwana asifiwe. Kina mama Abi mvuviwe tena mrudi. Mama Lea tafadhali twakuhitaji, ni vizuri sana. Turudi kwa hiki kikundi cha waimbaji. Kuna mama Maina, kuna Pastor Rahab. Jumapili tulikuwa tuamsikia hapa baki vizuri. Tunataka ya huku kujae wa mama, tunataka kujae wazee. Bwana asifiwe. Iwe mixed, iwe hivyo. Haleluya. Kwa hivyo tukipata ile namba vizuri kama kiongozi alivyosema, watakaa nafikiri yeye na mwenzake Clinton
wapange. Hata kama naona nikusacrifice kama Jumapili, tuanze na nyinyi pole pole. Bwana sifiwe. Kwa hivyo usiogope ukasema mimi utakuwa una nafasi ya kufanya mazoezi. Bwana sifiwe. Si tukiambiwa Mama Laura umefanya vizuri kusema amen, tukutaka huku kwa hiki kundi. Bwana sifiwe. Yaani tuwe wengi hapa hata wapigwa vyombo wachanganyikiwe. Maana yake sasa itabidi huko tumwambie pasta panua kule ile dramu isongezwe kule. Bwana sifiwe. So tunakupatia hiyo. Yaani tu nikukutia moyo. Usikia kwamba umekubali kuitika huo mwito wa uimbaji. Mzee Kagwe. Sawa? Nyinyi pia mwaimbaji nyinyi. Muingie huko. Alafu kama uko pale umpiga chombo, kama jaribu ingia, Clinton atakusaidia kwa hizo nyuzi. Kuna hata Pastor Makupe, Mama Selina, urudi. Yani ni kukuatia moyo wapendwa. Tufanyeni kazi kwa ajili ya Bwana. Tumefundishwa kuhusiana na faida, the benefit of serving our Lord Jesus. Kunazo faida nzuri sana. So turudi. Ile nilikusikia hapa ukigusagusa piano, mara uko kwa solo, mara uko kwa bezi, ukija utatulizwa kwenye chombo kimoja. Maana yake utaonekana uambiwe wewe ni hapa. Bwana asifiwe. Na pia unajua kuimba. Kwa hivyo tutakuhitaji huku pia wewe mchungaji. Ni bishop tu ndo hatumuhitaji. Maana yake yeye ni mhubiri. Amen. Yeye akijisikia kuimba akiwa anahubiri yeye anaimba tayari. Kwa hivyo yeye hatumhitaji ajoin hiki kikundi. Si ndio? Lakini Pastor Makupe tuamhitaji, Mzee Gaga tuamhitaji, Mzee Amos ni vile time yako lakini pia tutakuhitaji. Na mama mwanzo tutakuhitaji sana. Mzee Kagwe tutakuhitaji. Jiungeni huko. Tuwe na mabezi. Sawa. Tukipata hii itakuwa hii tunawapea paka Julai. Alafu watakuwa nafikiri viongozi wetu wa praise watakuwa wamepanga ya kwamba tutawafanyaje mazoezi. Ukijua hapa tuna maana yake nyinyi nyote mwajua kuback. Huwa nawaangalia. Mkiwa hapa mna back vya ajabu. Na wewe kama ubackup mzuri, obvious, ukifanywa ka training kama nafasi 2-3 unaweza ukalead. Tumeambiwa ni moyo. Si sauti nzuri. Mimi sina sauti nzuri. Mimi ni yani sisi kwa sauti ya mixta. Lakini moyo ndo Mungu anaangalia. Sawa? Kwa hivyo usiogope tafadhali, karibu sana. Haleluya. Alafu ya mwisho ni tangazo la May August babies. Hebu tunyoshe mikono wale ambao walizaliwa May mpaka August. Nataka nione hii grupu yangu mnanipelekanga vile mnanipeleka. Amen. Ni wengi hapa. Naona yule usinyosha nusu. Amen. Tafadhali baada tu ya ibada dakika 5 hapa. Tuonane hapa. Dakika 5. Leo tutakuwa na mambo mengi manake tutakuwa wengine tunahitajika tuende kwa vile vikundi vingine. Kwa hivyo dakika 5 tu unione hapa. Bwana asifiwe. Na kama una mbio zaidi njoo unipe mkono ndo utoke mbio. Mkono ndo huo baba. Si mkono tu hivi lakini mkono na maanisha wanaelewa hawa ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Njoo unipe mkono utoke mbio. Lakini tafadhali hapa, tubakini hapa tafadhali. Bwana asifiwe. Basi tumefika mwisho wa matangazo yetu na kipindi hiki tunaendea kipindi kile cha kutoa sadaka zetu za hiari, sadaka za fungu za 10 na sadaka zile ambazo tunapeana upande wa project. Kwa hivyo uko pale unahitaji bahasha,
Nafikiri ni wakati ya kwamba mashas wetu watusambazie hizo bahasha kwa jina la Yesu. Alafu napeana hii microphone kwa praise and worship, tafadhali for a special number. Kwa hivyo tunaanza na viongozi kama kawaida tu. Askofu anaanza, wachungaji, then wazee wa kanisa, tunaenda hivyo. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejaa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejaa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu ni nani? Ni nani? Umejaa rehema, hauyaoni
Haleluya. Haleluya. Basi tukiwa katika hali hiyo, katika hali hiyo, kwa jina la Yesu naomba Amen. Bwana asifiwe. Basi kama umeketi simama, alafu tupige makofi tunapompokea askofu kwa jina la Yesu. Karibu mtu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Basi tunataka tuombe kwa ajili ya tithes na offering. Kama uko pale na fungu lako, na kukaribisha hapa mbele. Karibu huku mbele tuweze kuomba tunapoenda kwa sehemu nyingine. Wacha tuamini. Baba uishie na kutawala milele, libarikiwe jina lako takatifu mchana wa leo. Asante kwa kutuleta nyumbani mwako. Yehova, tumekuja na sadaka za hiari, sadaka za shukrani. Bwana, tumeleta pia fungu zetu za 10. Mungu wa rehema, zipokee Bwana, zibariki. Na Bwana wa majeshi, ukaamuru baraka juu ya watumishi wako hawa katika jina la Yesu Kristo. Ondoa kila giza mbali na maisha yao katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa matendo yako yaliyo makuu juu ya wanao hawa. Najua Bwana wa rehema, hii ni mbegu ambayo Jehova wewe umeahidi kuleta ukuaji tunapoitoa. Naomba Bwana uipokee, na Bwana ukuaji ukashuhudiwe katika maisha yetu. Tunapoenda kusikia neno lako, Jehova naomba utubariki, nitumie kama chombo chako kwa jina la Yesu. Naomba haya na watu waseme amen. Amen. Mungu wabariki. Mungu wabariki. Mungu atende mema. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukakaa tuweze kusikia neno la Bwana mchana wa leo. Asanteni waimbaji. Na leo wameng'ara. Hamjaona hiyo nyinyi? Bwana asifiwe sana. Amen. Muendelee hivyo hivyo. Chigwe wewe ndio uko karibu nao, waambie watie bidii. Leo hii ni kala gani? Papo. Mkuje na ingine pia Sunday ijayo. Semeni amen basi. Hiyo ni neema iwashukie kwa jina la Yesu. Mungu ni mwema mchana wa leo. Ametukirimia uzima. Amen. Ametupatia pumzi ya uhai, na tuna sababu ya kulibariki jina lake. Amen. Amen. Na kwa dakika zilizo mbele yetu nitaweza kuleta neno la Bwana. Neno la Bwana ni uzima katika roho zetu, na naomba tu Mungu akuongeleshe. Amen. Mungu aongee na wewe. Mungu akutoe mahali, akuweke mahali pa utukufu wake. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuko na several activities hapa mbele. Naomba tusisahau ya kwamba tuna mpango wa kununua laptop by the end of the week, na nilikuwa nimesema kwa first service 11 people wakajitokeza. Bado natafuta watu 18. Kila mtu anipatie shilingi 1,000 tu, ili tupee hawa watu kazi rahisi. Badala ya kufinya hii, wawe wanakaa pale nyuma na wanaoperate na laptop yao pale. Kufikia sasa 11 people wamejitokeza. So kwa dakika hizi kidogo nikihubiri, jishauri moyo wako. Bado natafuta watu wengine wangapi?
18, maana tunatafuta 30,000 tununue laptop by Friday. Na si inawezekana tu. Amen. Si inawezekana mtu mmoja tu kusema hiyo 1,000 nitatoa, mwingine hiyo 5,000, mwingine atasema pastor tusitangaze tena, nitatoa zote na Mungu atakubariki. Amen. Asubuhi nilikuwa nafunza kuhusu kumtumikia Mungu. Mungu anataka tumtumikie ili apate sababu ya kubariki maisha yetu. Unapofanya jambo lolote kwa jina la Bwana ni kama ni mbegu unapanda. Na Paulo anasema mimi Paulo nilipanda, Apolo akamimina maji, na Mungu akafanya nini? Akakuza. So kama hakukupandwa chochote, Mungu hana kazi yoyote ya kufanya. So naomba tumpe Mungu kazi ya kukuza vitu katika maisha yetu, maana tumepanda katika ufalme wake. Amen. So ukisikia ni wewe Mungu anakuongelesha, utamuona Mama Trevor baada ya ibada, umwambie mimi nisajili jina langu, na atakuelekeza vile utakavyotoa hiyo 1,000 yako moja. Mungu atakubariki. Amen. Amen. Si nafikiri hilo tangazo limeeleweka. Then hiyo wiki ya kwanza ya August, ambayo ndio tunaishilia kusherehekea miaka 18, tarehe 9 Agosti, tutakuwa na mikutano ya uvuvio kuanzia Thursday hapa, na tutakuwa na Askofu Mathole hapa Thursday, tumalize na yeye Jumapili hapa. So hiyo wiki we have several activities, na zote ni sherehe tunafanya. Bwana asifiwe sana. Kama una vuvuzela unaweza pata mahali, lete siku hiyo. We will make a joyful noise to the Lord. Amen. Nilipokuwa nafikiria hiyo tarehe, Mungu akaweka Zaburi ya 126 moyoni mwangu. Kwa sababu Mungu amekuwa mwema kwetu, we shall be glad. So we want to come together and rejoice because the Lord has been good to us. Amen. Huyu msichana Lea siku hiyo Jumapili aimbe ule wimbo. Alipowimba nikasikia ameingia kwa barabara ile nilikuwa natafuta. Ule nina ushuhuda si mara ya kwanza kufanya nini? Kunitoa katika magumu. Nina ushuhuda, tena si mmoja, zaidi ya mmoja. Yeye ni mwaminifu. For 18 years we have testimonies, wonderful testimonies. Amen. So make sure you sing that song so well. Na wao wachezaji wa ucheze vizuri, wajiandae. That day tutapiga kelele, watu wajue bombo kumekujwa. Amen. 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 Na hii bombo ina ushuhuda pia, kwa sababu ya hii kanisa kuwa hapa. Hata kama hawataki kusema, lakini wana ushuhuda. Hii kanisa imeleta mabadiliko hapa Bombo, ile na si uongo, ni ukweli. And we will continue to impact the lives of all the people around this village. Na tutaendelea kugusa maisha ya watu wote hawa katika kijiji hiki. Because the Lord called me according to Joshua chapter 1. Kwa sababu Mungu aliniita sawa na Yoshua mlango wa kwanza. To divide an inheritance to his people. Kugawia watu wake urithi. This inheritance is in God. Urithi huu uko katika Mungu. My work is just to show them where it is. Kazi yangu ni kuwaonyesha tu urithi uko wapi. And they go take it by themselves. Na waende wajichukulie wenyewe. So anywhere we go, every place we go,
Kila mahali tunapoenda, God will surely show himself strong to his people. Mungu kwa hakika atajionyesha kwa watu wake. Now in a few minutes, allow me to speak to you on the subject of faith. Kwa dakika chache naomba niongee kuhusu funzo la imani. We are unlocking our potential. Tunafungulia uweza wetu According to the theme of this year. Kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu. We want to unlock our potential. Tunataka kufungulia uweza wetu. Potential is power that has not been utilized. Uweza ni nguvu ambayo haijawahi tumika. We want to release it. Tunataka kuiachilia So that we realize destinies. Ili tuweze kuafikia hatima zetu. And by the other Sunday I'd said this power is faith. Na kufikia Jumapili iliyopita tulisema uweza huu ni imani. The power within us, ile uweza ndani yetu, which we need to release into our environs, ambao lazima tuachilie katika mazingira yetu, so that things begin to change, ili mambo yaanze kubadilika, so that the Lord begins to be glorified in our lives, ili Mungu aanze kutukuzwa maishani mwetu, is our faith. Ni imani yetu. I want to take you to John chapter 5. Nataka nikupeleke katika Yohana mlango wa 5. John chapter 5, I'm reading from verse 1. Yohana mlango wa 5 kuanzia kifungu cha kwanza. Vincent, tell your brothers to come in. Vincent, ndio utaambia wale ndugu zako waweze kuingia ndani. Nobody should sit outside. Hakuna haja ya mtu yeyote kukaa nje. John chapter 5, Yohana mlango wa 5 verse 1. Kifungu kile cha kwanza. The Bible reads like this, and after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him and said, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the Sabbath. May the Lord bless the reading of his word. Bwana bariki kusoma kwa neno lake. Bwana asifiwe. Amen. There is a story here concerning a man who was sick. Kuna hadithi hapa inayohusu mtu aliyekuwa mgonjwa. This man had been in this condition for 38 years. Mtu huyu alikuwa katika hali hii kwa miaka 38. I don't know why. Sijui ni kwa nini. I don't know what the condition was. Sijui hali ilikuwaje. But the Bible calls him an invalid. Lakini Biblia inamuita alikuwa mgonjwa. He was unable to walk. Alikuwa hawezi kutembea. He was unable to do anything by himself. Hangeweza kufanya chochote yeye mwenyewe. Then one day, alafu siku moja Jesus comes by that place. Yesu anapitia hapo mahali where there were people lying. Wakati mahali walikuwa ni watu wengi tu wamekaa hapo. People that were sick.
watu waliokuwa wagonjwa, and an angel of the Lord will come into the water. na malaika wa Bwana angekuja kwenye maji, He stirs up the water, ayatibue yale maji, and the first person to get into the water, na mtu wa kwanza kuingia katika hayo maji, the Bible says he will be made whole. Biblia inasema angeponywa. But this man had been there for 38 years. Lakini huyu bwana alikuwa amekaa pale 38 miaka. Nobody had mercy on him, Hakuna mtu angemhurumia, because people wanted to receive their miracle. ni watu ambao walikuwa wanahitaji kupata miujiza yao. Everybody who went there Kila mtu aliyeenda pale went to go back home early. alitaka kurudi nyumbani mapema. They didn't mind who came first. Hawakujali nani alikuwa wa kwanza kufika. And this man had been there for 38 years. Huyu alikuwa amekaa pale miaka 38. In that condition, Katika hali hiyo, I don't know whether people would supply him with all his needs. sijui kama watu wangempatia mahitaji yake yote. But it is certain that some people maybe came to attend to his needs. Lakini ni uhakika kuna watu walikuwa wanakuja kumshughulikia. There could be people that came to take his clothes to go and wash. Labda kuna watu walikuja kuchukua nguo zake wafue. Maybe some people even changed his mattress. Labda wengine walimbadilishia hata godoro. We are not told all this. Hatuambiwi haya yote. But being at a place for 38 years, Lakini ukikaa mahali miaka and 38 you are still alive, na wewe bado ni mzima, it means there are people inamaanisha kunao watu who are taking care of you. ambao wanakutunza. Maybe his family members will bring food to Labda him. ni watu wa jamii yake wangeleta Maybe chakula. they'll bring other supplies to him, Labda wangeleta vitu vingine pia kwake. because they were related to Ni him. kwa sababu walikuwa wanahusiana But naye. all these things Lakini hivi vyote did not change his condition. haikubadilisha hali yake. The Bible says that he stayed in that condition for 38 years. Biblia inasema alikaa katika hali hiyo miaka It is a 38. long period of Ni time muda mrefu huo to be in a condition like that. kukaa katika hali ya aina hiyo. The man was suffering. Huyu bwana alikuwa The anateseka. man was not happy about his condition. Huyu hakuwa anafurahikia hii hali. But I'm also convinced Lakini pia anashawishika that at some point ya kwamba kuna mahali this man became comfortable, huyu alianza kuridhika that things will not change. ya kwamba mambo huenda Things will yasibadilike, continue this way. yataendelea kubaki aina hii. What I need to do Kile nastahili kufanya is to ensure ni kuhakikisha that there are people who come to do things for me ya kwamba kunao watu wanakuja kunifanyia while in this condition. nikiwa tu katika hali hii. Some relatives maybe came with new clothes, Labda watu wa jamii walimletea nguo mpya, others came with food, labda wengine walileta chakula, others came with mattresses, wengine labda walileta magodoro, but his condition was still the same. lakini hali yake ilibakia hivyo hivyo. What am I saying here today? Nasema nini hapa leo? That sometimes Ya kwamba wakati mwingine we may become complacent with some situation tunaweza kuridhika na hali fulani because of what people are doing for kwa us. sababu ya kile watu wanatufanyia. Some people can come and make you look comfortable, Wengine wanaweza kuja kufanya uridhike, but in a bad lakini situation. katika hali ngumu You mbaya. are sick, they come and bring you food, Wewe ni mgonjwa, wanakuletea chakula, they come and bring you oranges, wanakuletea machungwa, they come and change your bed sheet, wanakuja wabadilishe nguo za they kitandani, take you from this hospital to another. wanakuhamisha hospitali moja hadi They nyingine, keep on changing things for you wanabadilisha mambo kwa ajili yako, just to make you feel comfortable, kufanya usikie kuridhika, but you are in a bad situation. lakini uko katika hali mbaya. The man says to Jesus, Yule bwana anamwambia Yesu, yes, I want to be well, ndiyo nataka kuwa mzima, but I have nobody to help me. lakini sina mtu wa kunisaidia. Whenever the angel of the Lord comes into the Kila water, wakati malaika anapokuja kwenye maji, people go before me. watu wanaenda mbele yangu. Jesus had asked him, Yesu alikuwa amemuuliza, do you want to be healed? unataka kuwa mzima? He is busy explaining his situation. Ana shughuli nyingi za kujieleza hali yake. Many times it happens with us. Wakati mwingi inatufanyikia nasi. We dwell in a situation for long period of time. Tunakaa katika hali fulani kwa muda mrefu, A situation of lack. hali ya ukosefu. Sometimes it could be joblessness, Wakati mwingine ni ukosefu wa kazi, or even lack of clothes. ama hata ukosefu wa nguo. Maybe you even want to get a job somewhere. Labda unataka upate kazi mahali, You've tried, it is not working. umejaribu, haijafanya kazi. There are situations in our lives Kuna hali katika maisha that we could be
entertaining for quite long, ambayo labda tunaiweka karibu nasi kwa muda. One day, siku moja, when he was in that condition, siku moja alipokuwa katika hali hiyo, Jesus comes around. Yesu anakuja. He doesn't want to know his stories. Hataki kujua habari zake zote. He doesn't want to listen to what he has to say. Hataki kusikia kile anachotaka kusema. He's looking for a response. Anataka tu jibu moja that will come out of faith. ambalo lingetoka kwa imani. The man is asking him, na yule bwana anamuuliza, do you want to be healed? Unataka kuwa mzima? Because you've been in this situation for long enough. Maana umekuwa katika hali hii kwa muda. People have given you hope. Watu wamekupa matumaini. You know what people do for us. Unajua watu wanavyotufanyia. It may only go up to the point of giving us hope. Inaweza fika mahali tu ya kutupa tumaini. A hope for seeing tomorrow. Kwa tumaini la kuona kesho. Lakini tunapoendelea tunaona tu tunaenda tukiisha. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Wamekuja wanisaidie, lakini msaada wao hauniondolee shida nilionayo. Yeah. Unanipatia tu matumaini ya kuendelea kukaa hivyo hivyo. Nimekuja niongee na wewe mchana wa leo. Amen. Ya kwamba maneno ya matumaini hayatoshi. Amina. Wastahili upokee neno ambalo litakutoa katika shida ulio ndani yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Acha niendelee kwa Kiswahili. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wakati mwingine tunapewa matumaini na watu, lakini hali yetu bado inabaki vile vile. Najua kile ninaongea labda haujapitia hali ngumu kwa muda mrefu, lakini kuna watu wanapitia hali ngumu maishani mwao mpaka inakuwa ni kama hiyo ndiyo kawaida yao. Wanatambulika kwao ya kwamba wao ni wagonjwa wa aina fulani miaka yao yote. Inaweza kuwa ni ugonjwa wa kisukari, inaweza kuwa ni ugonjwa wa high blood pressure, inaweza kuwa ni ugonjwa hata wa HIV and AIDS, inaweza kuwa ni ugonjwa ambao umeshasemekana huu hauna tiba ugonjwa huu. Lakini niko hapa nikupatie habari zitakazosaidia maisha yako. Watakuletea madawa, watakulipia hata bili za hospitali, watalipa hata SHA yako, lakini bado hali yako haitabadilika. Maana kile wanakufanyia ni kukupatia tu matumaini. Ni kama yale maneno ya Waswahili ya kwamba ganga ya mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Wakati mwingine wanakutembelea na kupatia vitu vya kutumia, na unaona ni kama ambaye ni heri uendelee kubakia hali hiyo. Lakini hiyo hali ni mpaka ipokee neno litakalo badilisha hiyo hali, na si maneno ya watu ya kupatia matumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mwezi huu wa Julai tulipokuwa tunaanza, tulitangaza ya kwamba hakutakuwa na vifo vya mapema Julai hii. Hakutakuwa na kukosa vitu Julai hii. Lakini haya ni maneno tu ya kupatia matumaini. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kila wakati mhubiri akisimama anakupatia neno la tumaini ya kwamba wewe unaweza fanikiwa. Mimi natamani niondoke mahali pa kuambiwa naweza fanikiwa na nionekane nafanikiwa kweli kweli. Natamani niondoke mahali pa kuonekana naweza pona na nionekane nimepona kweli kweli. Natamani niondoke mahali pa kuonekana naweza nikaondokea maisha ya kung'ang'ana na nionekane sing'ang'ani kweli kweli. Natamani niondoke mahali pa kuendelea kununuliwa madawa na watu. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Madawa yako ghali na watu wanaweza wakajitolea kulipa madawa yako, na ukaona ni kama una nafuu, lakini bado hujasaidiwa, maana bado wanywa dawa kama mtu mwingine. Biblia inasema ya kwamba nuru ya Bwana imekujia, inuka uangaze. Ni Isaya 60 hiyo. The light has come, arise and shine. Wakati nuru imekuja kwako, hauna sababu ya kuendelea kuvumilia hiyo hali unapitia. Nafasi ulionayo ni ya kuinuka na kuangaza.
Maana yale yameendelea kwa maisha yangu na maisha yako ni giza. Na nuru inashindwaga na giza. Samani, giza linashindwaga na nuru. Bwana asifiwe sana. When there is darkness in my life and now light has come upon my life, kazi yangu ni kuinuka na kuangaza. Maana sasa giza halina tena nafasi juu ya maisha yangu. Giza naweza nikalifananisha na magonjwa, naweza nikalifananisha na matatizo ambayo watu wa Mungu wanapitia katika maisha yao. Lakini Mungu anapoachilia nuru juu ya watu wake, inawapasa watu wa Mungu watembee wakiangaza hiyo nuru ya Bwana maishani mwao. Hiyo hali ya kukosa ni mpaka ifike mwisho, na ni wewe utachoka na hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia yule jamaa, jitwike godoro lako, nenda nyumbani. Na yule bwana kwa sababu alielewa nuru sasa imekuja kwangu, akasema hapa ndio nilikuwa nangojea. Akajitwika godoro na akaenda. Siku nyingine Yesu alimkuta hekaluni anaabudu pamoja na wengine. Akamwambia, ndugu, angalia sasa umekuwa mzima, usirudi kutenda dhambi, isikurudie tena hali kama ile. Alipona kwa sababu nuru ilimjia. Bwana asifiwe sana. Chungana na watu, wakati mwingine wanatupatiaga matumaini, lakini hawatupatii suluhisho ya shida tunaopitia. Na kuleta kwa mtu mmoja, alikuwa na wake wawili. Jina lake Elkana. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Kwa wakati wako soma habari za Elkana na wakeze wawili. Mmoja aliitwa Penina na mwingine aliitwa Ana. Penina akajaliwa kupata watoto. Na Biblia inasema ya kwamba kila mwaka Elkana alikuwa anaenda kuabudu nyumbani mwa Mungu. Na akawa anapatia mkewe Penina sadaka kulingana na idadi ya watoto aliokuwa nao. Na kwa mkewe Ana, kwa sababu alikuwa tumbo lake limefungika hapati watoto, Biblia inasema alimpatia sadaka mara 2 ya ile alipatia Penina, kwa sababu huyu hana mtoto. Na akaona ni kama anamfanyia vizuri, lakini pamoja na haya yote anatendewa Ana, akasema mimi bado sina mtoto. Sadaka zako unazonipatia mume wangu, maana unanipenda, ni sawa, lakini hazijaniondolea shida yangu. Unanipatia maradufu kushinda mke mwenzangu, lakini huyu ana watoto, mimi sina. Na Elkana akafika mahali akamwambia mke wangu Ana, mimi kwako si zaidi ya wana 10 wa kiume. Pamoja na maneno haya yote ya kumtia moyo na matendo ya mumewe ya kumpatia sadaka mara 2 ya yule mwingine, Ana bado hakuondolewa shida yake. Paka akaingia mbele za Mungu, akalia kwa kuugua. Biblia inasema paka Eli ambaye alikuwa kuhani pale akamuona kwa hali ile ya kuugua, akadhania mwanamke huyu ni mlevi. Akamwambia, mwanamke, bado ni mapema, unalewa paka saa ngapi? Ondokea ulevi wako. Mwanamke anasema, sijalewa, nimekuja kumimina moyo wangu kwa Bwana, maana kuna vitu vinaniumiza, kuna hali nimechoka nayo, nimechoka maneno ya kutiwa moyo, nimechokana na vitendo vya kuambiwa inawezekana. Natamani na mimi nilete mtoto wa kiume siku moja. Na Eli mtumishi wa Bwana akamwambia mwanamke, inuka, Bwana akujalie kama ulivyomuomba hoja yako. Na ndipo akaenda akapata mtoto Samueli katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Maana alikuwa amepokea neno sasa ambalo ndilo liliasha imani ndani yake. Kuna tofauti ya tumaini na imani. Wakati mwingine tunakaa mahali pa matumaini na tunasikia tuko salama, maana tunaona tu mambo yatabadilika. But things don't change because of hope. Vitu vinabadilika kwa sababu ya kuamini. Alipopokea neno la kuhani Eli, akaenda na hilo neno
likamfanyia kazi maishani mwake. Ana alikuja na ushuhuda wa mtoto mwaka uliofuatia. Huyu mwanamume nao miaka 38 aliposikia neno la Mungu kupitia Kristo Yesu, na akainuka akajitwika godoro akaenda nyumbani. Alienda na ushuhuda wake nyumbani. Mungu wetu wapendwa, ana neno kwa ajili ya kila hali ambayo unapitia jioni ya leo. Kama kuna hali ya ugonjwa, kuna neno ambalo Mungu analo kwa ajili ya hali ya ugonjwa. Kama kuna kung'ang'ana maishani mwako, kuna neno Mungu ako nalo kwa ajili ya hiyo hali. Kazi yangu na yako ni kumwamini Bwana katika neno lake. Usisikie maneno ya kupatiana matumaini. Pokea neno la Bwana ambalo lina uwezo wa kubadilisha hali ya maisha yako. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Some privileges zinaweza zikakufanya ukae tu kwa hali ya utumwa miaka mingi. There are some privileges ambazo unafaa ufike mahali useme tu enough is enough. Bwana asifiwe sana. Umesaidiwa na ndugu zako ya kutosha. Now can you ask the Lord to help you? Ye Mungu anaweza kukusaidia. Ndugu zako wamekutia moyo ya kutosha, na hiyo hali yako bado imebaki hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna hali mimi tu zinanikasirisha. When I'm dependent on people, I come to the point nasikia naudhika. Yani now I can't move paka watu wanisaidie. Hapana, it's not right. Bwana asifiwe sana. Mimi pia naweza nikawa baraka kwa wengine. Si mimi kila wakati ndio nibarikiwe. Si mimi kila wakati ndio nifanyiwe vitu. Kwa nini? Why? Bwana asifiwe sana. You can also become something, because Mungu ana neno kwa ajili yako pia wewe. Si kwa ajili ya wale wengine, ana neno kwa ajili yako. Mwambie ujirani yako, Mungu ana neno kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Usikubali kukaa hivyo miaka yote. Hiyo hali umekaa nayo miaka yote, hiyo imetosha. Now can you arise and shine, for your light has come. The good thing about this light ni kwamba wakati Yesu alifunuliwa, nao tulipokea hiyo nuru hapo. Kazi yetu leo ni kuiweka juu hii nuru yetu na iangaze katika maeneo yetu ya maisha. Usipoiangaza hiyo nuru, utaendelea kukaa ukipewa matumaini na watu, privileges, maneno ya kutia moyo na vitu ambavyo wanakufanyia vitakupumbaza. Mwisho wa siku wewe pia una uwezo wa kupata vitu kama watu wengine, maana nuru yako imekujia. Bwana asifiwe sana. That light has come upon your life. Arise and shine, for your light has come. Wakati neno lilipokuja kwa wanadamu, ndani yake mlikuwa na uzima, na ndani ya huo uzima mlikuwemo na nuru ya wanadamu. Na Yesu Kristo ndilo neno. Likija kwa maisha yako, limekuja na uzima, limebeba na nuru ndani yake. Sababu ya nuru kuwa ndani ya hilo neno ni kwamba ndani ya maisha ya mwanadamu mmejaa giza, na nuru ikiingia giza linaondoka. Ombi langu ni kwamba Julai giza liondoke kwa maisha yako. You have that ability to do away with darkness in your life. Si paka watu wa kuondolee giza, una uwezo wa kuliondoa hilo giza, maana nuru inakaa ndani ya maisha yako. Naomba usimame kwa miguu yako. Bwana asifiwe sana. I want us to come on to all of us.
Neno la Mungu lazima imani huja kwa kusikia. Na nimekuja tu mchana wa leo ni kupatie changamoto. These things haziji kwa sababu ya watu wengine kutufanyia vitu. Even pastors can lay hands on us. We can pray on people. Maana tumeagizwa kufanya hivyo. But it is your primary responsibility to make a demand kwa Mungu mwenyewe. Maana wewe una uwezo wa kwenda kwa Mungu kama mtu binafsi. Kama uko hapa na unasema there's a condition, there's a situation kwa maisha yangu ambayo it has taken long. I don't know how long. Sijui imechukua muda gani. Lakini kuna kitu imeendelea kwa maisha yako for quite some time. Na si kile Mungu ametaka kifanyike. The Bible says, arise and shine, for your light has come. Nuru yako imekuja hapa leo. Na neno la Mungu. Mwinulie Bwana mikono yako na sauti yako. Tell God how I pray that you meet with me at this point of need. It has been a while. Imechukua muda sasa. Yule mtu alikaa pale miaka 38 hawezi. Mimi sijui umekaa muda gani kwa hiyo hali. But Mungu ametamani umwamini kwa kumletea hiyo hali mbele zake. Mwambie Bwana, usinipite mchana wa leo. Handle this situation for me. I bring it before you in the name of Jesus. Just take a minute and pray. Pray that the Lord deals with that situation. It could be sickness, it could be joblessness, it could be lack of finances, it could be your business is struggling, it could be marriage, it could be, name it. Bring it before the Lord. Tell God, address the situation. Bwana, shughulikia hii hali yangu katika jina la Yesu Kristo. Rikana maseke debohanta, rikanta labo seke na masoko ina mahanta, rekete boshiti liya mahanta, rete bosheke debohanta labo sia, nemo ukata bahinta, rete musikidika la bahanta baho, rete shekete lebohanta bahuku, nekete boshike da bahanta, rete bosheke de bahanta lakita masoko, reke de boshinta bahanta, reke de bohinta basoko, rene mosiki dika la baho, nema shiti kidi bahanta, makiti, reke de boshanta la bahanta, rodo boshiki dika la bayete, rete boshita bahanta, makita baho, rete le bohanta basheke de bohanta. Bwana, naomba mchana wa leo utembelee maisha yetu. Tembelea Bwana hali hizi ambazo Bwana zimekaa kwa maisha yetu. Jehova, mambo haya yamekaa muda mrefu. Mungu wa rehema, tunakuinulia mambo haya. Jehova, tembelea watu wako. Bwana, tembelea na maisha yangu. Kile ambacho Bwana kimeendelea kutesa maisha yangu, Jehova, it has taken a while. Mungu wa rehema, these things have got to stop. Baba, hii hali lazima iachilie maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa rehema, umesema tuinuke tuangaze, maana nuru yetu imetujia. Baba rehema, mchana wa leo ninatangaza hiyo nuru yako Bwana imekuja juu yetu kama kanisa. Na kama kuna giza limekaa katika maisha yetu, katika afya yetu, katika biashara, katika maisha yetu ya mahusiano ya ndoa, katika maisha ya jamii,
katika maisha ya kazi. Mungu wa rehema, mchana wa leo ninakemea giza la shetani likaondoke katika maisha ya mtu huyu. Giza likaondoke katika maisha ya watu wa Mungu hawa katika jina la Yesu. Rikadabayente kerebosai ritepo shekedebo shata rikipata labayente kerereanta ro kabayete na masoko rikepeterebo yete riketetetetetete rikapata bayokodobo sai riketerere antalabohita rikapata bayete. Kuna mtu amekunywa dawa hapa miaka mingi. Jehova, mchana wa leo, hiyo hali ya ugonjwa Bwana ambayo imekalia mwili wa huyu mpendwa ni giza la shetani. Ninaamuru giza liondoke, ninaamuru giza lialie mwili wako katika jina